Jina moja kuokolewa kwalo ni jina kuu kuliko kila majina. Oh my Lord, my God. Na jioni ya leo tumekutanika katika nyumba yako ile Bwana, nyumba iliyo takatifu, nyumba ya kukuabudia wanaume na wanawake, katika jina la Yesu Kristo. Tukisimama sasa kama mawakala wa siri za ufalme, tukisimama sasa kama mawakili wa siri za ufalme, tukisimama sasa kama makuhani wa Bwana waliopakwa mafuta kwa majira haya, tukijua ya kwamba katika Yeremia imeandikwa ya kwamba sisi ni rungu la Bwana na silaha zake za vita, na kwa rungu la Bwana atavunja mafahari, atavunja na kuharibu magari pamoja na watu walio ndani ya hayo magari, ataharibu farasi pamoja na mpanda farasi, ataharibu mchungaji na wale wanaochungwa na yule mchungaji, na jioni ya leo tunaungana na maserafi, tunaungana na maserafi na makerubi katika kiti chako cha enzi, wakisema mtakatifu, 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 mtakatifu. Na sisi tunaungana nao katika kiti cha enzi mahali hapa katika madhabahu ya Pomerini, katika jina la Yesu. Usinyamaze kimya sasa, wala usikae kwa kuzubaa, wala usikae kishamba. Hii ni saa ya Bwana na hii ni saa ya vita, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Imeandikwa ya kwamba sisi ni silaha za vita. Wewe ni mshale wa Bwana, wewe ni mshale wa Bwana, wewe ni bunduki ya Bwana. Na saa hii tunainua mikono yetu kijasiri, tukipigana vita katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Tunahama kutoka inahama kutoka katika mwili huu wa nyama na damu, naingia katika ulimwengu wa roho sasa, naenda kwenye mipaka ya Pomerini, mahali popote ambapo waliweka misingi yao, waliweka madhabahu zao, waliweka ngome zao. Imeandikwa ya kwamba watashindana lakini hawatashinda. Kwa nini? Kwa sababu sisi ni jeshi la Bwana. Rebo shakapa yamano rama shatoya. Usinyamaze kimya, hii ni saa ya Bwana. Hivi ni vita vya Bwana, na vita vya Bwana hakuna aliyewahi kupigana akashinda vita vya Bwana. Tunaingia katika anga rapatokosa ya paromosekete ya mashapayando rapokokoromosaya. Naingia katika anga la kwanza, anga la pili, anga la tatu, anga la nne, anga la tano, anga la sita, anga la saba. Ninateka anga, nateka ngome za waganga wa kienyeji, nateka ngome za wachawi, nateka ngome za wasoma nyota, nateka ngome ya kina. Ninaona katika ulimwengu wa roho wameanza kuchanganyikiwa. Yapashatorokoya katika jina la Yesu. Moja aende kaskazini, mwingine aende kusini, mwingine aende magharibi, mwingine aende kusini, mwingine tunachanja anga, tunaingia katika anga, wengine tunaingia ardhini, mahali ambapo wameweka miti mikubwa njia panda, walikosoma dua zao usiku wa leo kwenye njia panda, mahali ambapo wameweka miti mikubwa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Wako wanaonielewa yenda mandoro saya. Mkono wako ni upanga wa Bwana, mkono wako ni upanga wa Bwana. Ukiuelekeza namna hii ni upanga wa Bwana umeenda. Mguu wako ni silaha ya vita ya Bwana. Ukitembea namna hii ni silaha ya Bwana inatembea. Na saa hii kadiri tunavyotembea namna hii, kama vile ambavyo Yesu alisema, tutauzunguka ukuta huu, tutauzunguka mara ya kwanza, tutauzunguka mara ya pili, tutauzunguka mara ya tatu, tutauzunguka mara ya nne, tutauzunguka mara ya tano, tutauzunguka mara ya sita, mara ya saba tutazunguka. Wakati tukiwa kimya, tutazunguka mara ya saba, tukiwa tunapiga kelele. Wako hapo wanaonielewa, hizo kelele zinawachanganya. Piga kelele, kwa kelele za maombi zinawachanganya kwenye ulimwengu wa roho. Yapa koko, rapo kwa sana. Ndio, endelea namna hiyo. Unawaona kwenye ulimwengu wa roho, wamechanganyikiwa. Hivi ni vita vya Bwana, hivi ni vita vya Bwana. Wale wake apiganie vita vya Bwana, wale wake ili apiganie vita vya Bwana. Hajawahi kubaki salama, hajawahi kubaki salama. Usinyamaze kimya. Ndio. Endelea. Teka nyara anga.
ninaharibu madhabahu ya kishetani, madhabahu za wachawi, madhabahu za waganga wa kienyeji, madhabahu zinazozima nyota za watu, madhabahu zilizokamata hatima za watu, madhabahu zilizokamata huduma za watu, madhabahu zilizokamata njia za watu. Jioni ya leo imeandikwa ya kwamba neno la nabii ni neno la Bwana. Kila neno tunalolinena linapenya angani, linapenya angani kama upanga, linapenya angani kama upanga, katika jina la Yesu. Menderebosha rapatoyanda remanda masaka ropokosaka rekekelebosha rikokorobosaka rapokokoko roboshaka makoria rikakaramanderebosa rekekenderebesheke riamandorobosaka koria repakokorobosaka. Sema kwa jina la Yesu. Sema tena kwa jina la Yesu. Sema kwa jina la Yesu. Kila ajenti aliyetumwa kufanya uchunguzi katika semina hii, aliyeshiriki na sisi kimwili na kiroho, jioni ya leo tunamteka fikra zao, tunaziteka zipate kumtii Kristo kwa jina la Yesu. Teka mateka kila aliye ajenti katika ulimwengu wa roho, au amefika hapa au hajafika hapa, lakini alipewa kazi ya kufanya utafiti kwenye semina hii na kuhakikisha ya kwamba anapindua kazi ya Mungu. Fanya mateka kwa jina la Yesu. Fanya mateka. Nenda mpaka kwenye mipaka ya mji huu. Fanya mateka rapapa robo kokosaka yepa nama yangu robo yepa lori ya masaika, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Tunafanya mateka, tunawateka mateka katika ulimwengu wa roho, tunawateka mateka. Hawatafanikiwa. Waliotuma neno tunawarudishia maneno yao, waliotuma upanga tunawageuzia upanga wao, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Sema tena kwa jina la Yesu. Sema kwa jina la Yesu. Waliotumwa kuzuia watu wasihudhurie hii semina ili wasifunguliwe, sema kwa jina la Yesu. Sema tena kwa jina la Yesu. Tunawatupilia mbali kwa jina la Yesu. Sema tena kwa jina la Yesu. Waliotumwa kukamata fikra zetu tusielewe na neno, sema kwa jina la Yesu. Tunawateka wao kwa jina la Yesu. Mpigie Yesu makofi na vigelegele na shangwe. Piga tena. Wakina mama wapi vigelegele? Wakina baba miluzi wapi? Katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu na kwa mamlaka makuu ya jina lipitalo kila majina, tuko hapa na kazi ya Bwana itatendeka. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Ninaomba nimkaribishe kuhani wa madhabahu hii atupe baraka ya kuianza semina hii. Kaa tayari, tutaianza kwa ushindi sana. Naomba tusimame tangaza kufungua semina hii sawasawa na maombi haya, sifa na utukufu wa Mungu ulioachiliwa mahali hapa kwa ajili ya siku hii ya kwanza mpaka siku ya 8. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Tunashukuru Mungu kwa makofi tena na vigelegele vingi, ongeza tena ushindi kwa Bwana. Haleluya, haleluya. Amen. Karibu mtumishi wa Bwana.
alafu nitakueleza aina za madhabahu, alafu nitakwambia kwa nini tunashughulika na madhabahu, alafu tutaingia kwenye sadaka, tutamtolea Mungu, tutaingia kwenye maombi. Kuna kitu ninakiona, sio kikawaida, kipo kitu ninakiona kizuri. Madhabahu ni mahali ambapo lugha za rohoni zinatafsiriwa ili ulimwengu wa roho na ulimwengu wa nyama na damu vielewane. Madhabahu ni mahali ambapo tafsiri za kiroho zinafanyika ili mwilini tupate kuelewa. Kwa lugha nyepesi, nilisema asubuhi, madhabahu ni mahali ambapo ulimwengu wa roho, ulimwengu wa nyama na damu vinakutana. Sasa kwa dakika kidogo nikueleze aina kadhaa za madhabahu, na hii nasema tu kwa ajili ya utangulizi, lakini unaweza ukajitathmini na kuona labda hapo nyuma au sasa ni madhabahu gani iliyoshikilia, iliyokuwekea viwango vya maisha. Aina za madhabahu, kuna aina inaitwa madhabahu ya mababu, ancestral, madhabahu ya mababu, au madhabahu tunaweza kuita madhabahu ya wafu, madhabahu za mababu, ila wao wanaita madhabahu za mababu kwa sababu ni madhabahu ambazo zinajengwa au zinawekwa mahali kwa ajili ya kukumbuka wafu waliokufa. Na hapo ndipo tunapokwenda kujiuliza mambo mengi kwenye hizo madhabahu za wafu. Na hizi madhabahu za wafu, wale wanaoangaliaga movie sana wa Korea wanaheshimu sana hizi madhabahu. Mara nyingi utawaona wanaenda kwenye makaburi ya babu zao, baba zao. Unaona wakifika pale, sio tu wa Korea. Nakumbuka hata sisi zamani tulikuwa tunaenda kwenye sisi hatuko hapa kwa Masai, kuna mahali nitakuambia tulikokuwa, lakini madhabahu za wafu, unaenda pale kwenye kaburi, unaongea kama mtu ambaye ni mtu yuko hai, mnazungumza, unamwambia babu, mimi nilifanya hivi, labda nilikuwa mkorofi kwenye familia, ni hivyo, hatuna hela, tusaidie. Yaani unaongea kama vile uko naye hapo. Umeelewa watumishi wa Mungu? Madhabahu za wafu na zinafanya kazi sana, sio kidogo, hasa kwenye mila zetu za Kiafrika bado ipo sana. Ni madhabahu zinazojengwa kuheshimisha wafu waliokufa zamani, mababu waliokufa. Wanasema ni roho za zamani. Nakumbuka hata Sauli alitaka kwenda vitani, akasema wakaiamsha, unakumbuka pasta, wakaiamsha roho ya Samueli, kuiamsha ili wamuulize kama wataenda kushinda vita. Na Sauli akaenda kwa mwanamke mchawi. Imagine, akaenda kwa mwanamke mchawi, anaenda kumwambia niamshie roho ya Samueli. Ipo sana sasa hivi, ipo sio kwa Afrika tu, lakini Korea ipo sana. Madhabahu ya aina pili ya madhabahu ni madhabahu za kiasili, na hapa ndipo sisi tulipo kwa Masai, sio sasa hivi, sio mimi, ila tulipokuwa hapa. Madhabahu za kiasili ni madhabahu ambazo unakuta jamii, familia, nasema tu zitusaidie kuzielewa. Lengo letu sio hapa, kuna mahali nataka tufike. Madhabahu za kiasili, na hapa sitaki niende sana nisije kugombana na watu, sina muda kugombana na watu, lakini madhabahu za kiasili unakuta watu wanaabudu labda moto, au unakuta watu wanaabudu, kuna kitu watu wanakiheshimu. Kwa mfano Wahindi wanaheshimu sana ng'ombe, na hawali nyama ya ng'ombe,
wanaheshimu sana ng'ombe, madhabahu, na ile kitu ambacho unakiheshimu katika ulimwengu wa roho kama madhabahu ina uwezo wa kufanya maamuzi kwenye maisha. Shika sana hii. Ina uwezo wa kufanya maamuzi kwenye maisha yako kwa namna yeyote itakayotaka kufanya hayo maamuzi. Kwa hiyo sisi hapa tuko hapa. Kuna wanaoabudu ardhi, kuna wanaoabudu hewa, kuna wanaoabudu maji kama maji. Kwa hiyo wanaabudu vitu vya asili. Sisi ukienda kwenye boma la Masai, na unajua Masai wanaoga watu wengi sana. Sijua nyie mnaoga wanaume wawayoga kama mtu mmoja tu. Sisi tunaoa watu wengi. Sio sahihi zamani. Unakuta boma la Masai na hawagombani. No, hawagombani, yani hawagombani. Na unajua kabisa mama mkubwa anajua kabisa leo zamu ya mama mdogo. Nikisema zamu ya mama mdogo mnaelewa? Mtanielewa? Msielewe sana. Ishieni hapo ninapoelewa mimi. Ni zamu ya mama mdogo. Hamna shida. Yaani anapika chakula huku mama mkubwa. Na mimi nimezaliwa kwenye familia hiyo. Mama mkubwa anapika chakula, anapeleka kwenye nyumba ya mama mdogo. Wewe sema mama mdogo. Sina nyakati hiyo. Au umeshaelewa kitu hivi? Sasa unakuta anajenga hapa. Yaani boma lake limezungukwa. Kwa hiyo hapa mama mdogo, mama mkubwa hivyo. Katikati ya ule kaangalieni maboma yote ya Kimasai. Katikati ya ule kuna jiwe. Jiwe lile la mtoni kabisa linaloteleza. Yale mawe ambayo wanasema kama mawe ya mtoni. Liko pale. Kila saa 12 jioni au asubuhi wanakamua maziwa fresh. Wanaweka kwenye kitu kinaitwa kibuyu. Wangapi wanafahamu kibuyu? Kibuyu wanaweka, na nasema kitu unachokijua. Mimi nimefanya na baba yangu. Wanaweka kwenye kibuyu, baba anachukua yale maziwa, anaenda kwenye lile jiwe, anakunywa kidogo. Sio anaweka mdomoni kidogo. Alafu anafanya yani pale kwenye jiwe. Anahakikisha ile jiwe limeloa maziwa lote. Alafu akishamaliza anaanza kuongea sasa pale kwenye jiwe, anaongea madhabahu. Na pale kwenye ile jiwe ndio hatima zetu zilikuwa zimeshikiliwa pale. Ibada ilikuwa tunaiheshimu lile jiwe. Ni jamani, mtu ukifungwa umefungwa. Unaheshimu jiwe ambalo aliheni. Alitembei, alikuwa umeshuka mpaka umekuwa chini ya jiwe. Mungu tusaidie. Unaweka mti pale, unauangalia mti kama Mungu. Yaani bora mtoto wako afe kuliko mti uguswe. Na lile jiwe lilikuwa likiguswa. Baba alikuwa na rungu fulani la mpira. Kuna siku alinipiga nikajua kichwa kimegawanyika, lakini jiwe. Madhabahu za kiasi. Lakini kuna madhabahu za kiroho, na hapa ndipo tutakapodili kwa siku zote. Na madhabahu za kiroho, hii ni mahususi kumuunganisha mtu na miungu, kumuunganisha mtu na miungu isiyoonekana. Hii inaweza ikawa sio jiwe, inaweza ikawa sio mti, inaweza ikawa ni mahali tu pametengenezwa, panaheshimika. Chumba ndani ya nyumba imetengwa, na mke haruhusiwi kuingia, na mtoto haruhusiwi kuingia, ila baba peke yake ndio anaingia. Anaingia kufanya nini sasa? Takuta humo kuna watoto wa watu wengi, wengine walipotea miaka na miaka, kumbe vimeshikiliwa kwenye chumba na haruhusiwi kuingia. Anaingia peke yake, ole wa kuingia. Madhabahu za kiroho ni madhabahu zinazounganisha roho za watu na Mungu huyo anayeabudiwa kwenye hiyo madhabahu. Naomba sasa tusome kitabu cha Mwanzo mlango wa 8 mstari wa 18 mpaka mstari
22. Kitabu cha Mwanzo mlango wa 8 mstari wa 18, na niombe, Biblia yangu hii ni Kiswahili cha kisasa, kwa hiyo inaweza ikawa kwa maneno yameongezwa au yamefafanuliwa kidogo. Mstari wa 18 mpaka mstari wa 22. Mstari wa 18, basi Nuhu akatoka, yeye na wanawe na mkewe na wake za wanawe pamoja naye, kila mnyama na kila kitambaacho na kila ndege, kila kinachokwenda juu ya nchi kwa aina zao, wakatoka katika safina. Mstari wa 20, Nuhu akamjengea Bwana madhabahu, akatoa katika kila mnyama aliye safi na katika kila ndege aliye safi, akavitoa sadaka za kuteketezwa juu ya madhabahu. Bwana akasikia harufu. Weka pause. Bwana akasikia harufu. Akasikia nini, mtu wa Mungu? Harufu ya kumridhisha. Bwana akasema moyoni, mambo magumu sana, sitailaani nchi tena baada ya haya kwa sababu ya mwanadamu, maana mawazo ya moyo wa mwanadamu ni shetu hapo kwanza. Endelea kusoma. Lakini nimesema madhabahu za kiroho ni madhabahu zinazomuunganisha mtu na Mungu anayeabudiwa rohoni. Angalia, Nuhu anapotoka kwenye safina anajenga madhabahu. Baada ya kujenga madhabahu, anatoa sadaka. Alipotoa tu sadaka, unamsikia Mungu anafungua kinywa, anasema sitaifanya dunia hivi kama nilivyoifanya kwa sababu ya mwanadamu. Kwa nini hakusema hapo kabla? Kwa sababu hakukuwa na madhabahu. Bwana asifiwe. Kwa nini Mungu hakuzungumza hapo kabla? Nilikwambia asubuhi, ukitaka vita mbaya ya kutoa roho ya kupigana ni vita ya madhabahu. Kama ukiwa unaenda kanisani, nisikize vizuri, ukiwa unaenda kanisani, unaabudu kanisani kwa mwongozo wa mchungaji. Unanielewa ninachosema, mtumishi wa Mungu? Unaabudu, unaimba, yaani kama kuna kuimba nyimbo, kama kuna kufanya vitu vile vya kidini. Sema vya kidini. Vya kidini ya kwetu. Kwa mfano kama ni Kilutheri, vile vitu vyetu vya kidini. Mchungaji Teddy hapo naweka pulsi. Vitu vyetu vya kidini. Sio nakumbuka tuliakuwa na kolabo ndugu yangu. Tulia. Vitu vyetu vya nini? Vya kidini. Hakuna mtu atakayekusemesha. Mimi nakuhakikishia. Sasa wewe una kielele chako. Baada ya kuja na kufuata ninachokufundisha kama mchungaji, nikishamaliza ibada yangu ya Kilutheri, rudi hapa, anza kusema anza huo. Ukishaanza hivi, kama sio kwamba nimekupenda, ninakufukuza kanisani. Sio mimi, sio mchungaji tena. Haleluya! Kwa nini? Kwa sababu una violate, unapindua taratibu za madhabahu iliyowekwa. Sio kwetu sasa. Nasemea madhabahu za kiroho. Usinielewe. Kwa nini unakaza macho hivyo? Usinielewe. Umenielewa sasa? Amen. Eti mama, si umenielewa? Eti wewe baba, si umenielewa? Mimi nazungumzia madhabahu za kidini. Za kidini. Za kiroho. Madhabahu za kiroho. Madhabahu za kiroho zina standard, zina viwango ambavyo vinakuwekea vya kiibada. Usijaribu kwenda beyond, zaidi ya hicho kiwango. Ukienda zaidi ya hicho kiwango unatafuta vita. Haleluya! Lakini
Nimesema madhabahu za kiroho. Ukienda anaye abudu katika madhabahu hii ya kiroho, ukienda hapa, kuna mahali, kuna tu viwango vya ibada, yaani unatakiwa kuishia hapo, utaki kwenda zaidi ya hapo. Ukienda zaidi ya hapo, wangapi wanapasha kusikia kwa Martin Luther? Mchungaji wangu anapasha kusikia. Na wote tumeshamsikia. Unajua kwa nini sisi Walutheri tuko? Unajua kwa nini tuko? Zamani za kale alisema ilikuwa turuhusiwi kusoma Biblia. Umeelewa nilichosema sasa? Dini yetu ilikuwa ikiruhusu kusoma Biblia. Ile semaje? Lakini si unatakiwa kusema hivyo. Ile madhabahu ilikuwa haituruhusu kwenda kujua vitu. Lile jamaa likaangalia likasema, kama kweli Yesu alikufa, kwa nini tena tunaenda kulipa kuokolewa? Nielewa nilichosema. Nimesema taratibu hiyo. Kwa nini tulipe tena? Likaenda kusoma Biblia. Kesi yake kubwa ni kusoma Biblia, wakati haitakiwa some Biblia, na akajua siri ambazo hakutakiwa kuzijua mbele ndani. Alipojua, kumbuka, ilikuwa ni na kueleza vitu vya ndani sana. Tutakapoanza kuomba hapa, utakapoanza kuona vita, ujue kusoma alama za nyakati. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana upo akasema liwalo na liwe. Lakini siri hii leo kwenye Biblia lazima wewe na mimi leo tujue, ili mwamba Yesu afahamike ndani ya moyo wako. Kama ni hivi, kama yeye aliweza kufanya hivyo, wewe nani anakufunga kufanya? Sawa, kwa nazungumzia madhabahu za kiroho. Sasa naomba twende hatua inayofuata, na tutamalizia hapo kwenye hatua. Hatua inayofuata, kwa nini madhabahu? Ili kwa nini tunahangaika? Kwa nini tunahangaika na madhabahu? Kwa nini? Na zamani, watumishi wa Mungu, madhabahu ilikuwa ni kitu kinachoheshimika sana. Wale wazee wa zamani, jamani, wazee wa zamani, si kuna wazee wa sasa na wazee wa zamani. Walutheri wazee wa zamani. Mnakumbuka zamani mtu akitumwa kupeleka, kwanza zamani tulikuwa hatushiki mikate hivi. Ilikuwa ushiki ovyo. Wazee wa zamani mnakumbuka? Mtu alikuwa akitumwa kupeleka mkate mahali, tena palishiweka, anaambiwa hakuna kugeuka nyuma, hakuna kukaa, hakuna kupumzika mpaka umefikisha, na uhakikishe tuliyekutuma upelekee ndiye atakayekutuma. Sasa wewe nenda tua katikati ya njia, alafu uonje, unaondokea hapo. Zamani nafikiri ilikuwa tunatokea zamani, tulikuwa tunaheshimu sana madhabahu zamani. Kwa nini? Sisi tunaamini, na ndivyo ilivyo watu wa Mungu, ndivyo ilivyo. Tunaamini hapa ni mahali pa kukutana na Mungu, hapa ndipo Mungu anapoishi. Meelewa watu wa Mungu? Ndio maana Biblia inasema chunga sana moyo wako. Kwa nini? Ndiko chemchemi za uzima zinakotoka. Kwa nini? Ndiko Mungu aliko. Ndani ya kanisa, hapa ndipo tunapoamini Mungu anapatikana. Zamani walikuwa wanaingia madhabahu, mchungaji wao walikuwa wanaingia madhabahu mara moja kwa mwaka, tena unaingia baada ya kufanyiwa utakaso na kuthibitishwa kwamba huna dhambi, ndio unaingia. Unafungwa na kamba, ili ile kamba kama haipigiziki tena hivi, tunajua ushaondoka, na hatuwezi kuingia huko. Tunavuta, tukivuta ukabaki na mguu mmoja ukabaki huko, itakuwa sadaka ya aliyebatizwa. Kwa nini? Ni mahali
ndivyo wanavyoogopa. Nenda kwa mganga wa kienyeji. Jamani, si Ijumaa niweka ili Ijumaa anyela. Lakini wako walioenda. Kaulizi. Ukienda huwezi kuingia na viatu. Si ndio? Si ni kweli? Nikaja hawataka kunijibu ili nisiwaambie kweli nienda. Lakini ukienda kule tena unaacha viatu mbali sana. Kwa nini? Ni mahali patakatifu pa kukutana na Mungu. Kwa nini madhabahu sasa? Kwa sababu madhabahu ndiko ambapo mioyo ya watu ilipo, na mbinguni Mungu na shetani wanachonyang'anyana ni mioyo ya watu. Kwa hiyo madhabahu kwa kuwa ndiko mioyo ya watu mingi ilipo, shetani anapambana kuipata madhabahu, Mungu anapambana kuipata madhabahu. Ndio maana sasa mahali popote ambapo Abraham alienda, unashangaa tu alipozungumza na Mungu akajenga madhabahu. Si hapa tusome Mwanzo 12, naomba uandike tusome baadaye. Mwanzo 12 mstari wa 7. Abraham alipozungumza na Mungu akajenga madhabahu. Alafu Mwanzo 22 mstari wa 9. Alipozungumza na Mungu akajenga madhabahu. Tukaja Isaka Mwanzo 24 mstari wa 25 akajenga madhabahu. Kaja Yakobo Mwanzo 35 mstari wa 7 alipozungumza akajenga madhabahu. Kwa nini? Kwa sababu madhabahu ndiyo inayotoa hali ya maisha ya mtu, ndiyo inayotoa hali ya maisha ya taasisi, ndiyo inayotoa hali ya maisha ya kanisa. Hapo ndipo palipo na kidonda kanisani. Ndiyo inayotoa hali ya mahali. Watu wa Mungu, ukiona leo hivi mmekuja kwenye ibada, kwenye semina, mnanisikiliza, kuna mtu ametibua maji hapa. Yupo mtu ameumia hapa. Yupo mtu amepigwa mishale hapa. Yupo mtu amepigwa mikuki hapa. Huyo mtu alikuwa akiomba, akipigana na madhabahu nyingine, hii madhabahu ipate nguvu ya kukuita wewe uje kanisani. Haleluya. Kwa nini? Madhabahu pekee, lugha pekee ambayo roho ya mtu inaweza kuielewa iko madhabahuni. Ndio maana ukigombana na mume wako nyumbani mkashindwa kuelewana, ukagombana na mke wako nyumbani mkashindwa kuelewana, mahali pekee unapokuja kupatia faraja ni hapa. Kwa nini? Roho ya mtu inaelewa lugha ya madhabahuni. Bwana Yesu asifiwe. Kwa madhabahuni pakikaa vibaya, madhabahuni pakitekwa, ukitoka nyumbani umepata stress, ukija hapa tunakuongezea nyingine. Lakini madhabahuni pakiwa salama, na vita yangu kubwa ni madhabahu. Mimi nawaambia kweli, madhabahu. Mungu akipata heshima hapa, hivi tukisimama hapa tukasema pokea ubarikiwe, huna sababu ya kwenda. Unajua kwa nini unapeleka mnaenda kwa mtume? Unajua kwa nini? Mkija huku vile ambavyo mnategemea kuvipata kwenye dini zenu hampati. Lakini tukisimama sisi tukatengeneza madhabahu zikaweza kutengeneza viwango vya juu vya watu wetu, mimi nakuambia hata baadhi zitabadilika bila kuambiwa badilisheni. Kwa nini? Standard ya madhabahu imewekwa viwango. Vita ya madhabahu sio kazi ndogo, sio kazi ndogo. Nimesema kwa nini madhabahu? Swali nalo, kwa nini madhabahu? Na vita ya madhabahu, watumishi wa Mungu, sio ndogo. Mnakumbuka asubuhi tulisoma habari ya Daniel, pamoja na wema aliyokuwa anaufanya Daniel, lakini wakatengeneza kesi. Unaweza ukawaona wale watu wanaokutengenezea kesi kwamba ni wabaya sana. Na kuambia inawezekana sio wao. Unajua mchungaji, kule mahali nilipokuwa kule, siku moja nilikuwa nimeshika simu yangu kabisa, simu yangu na uhakika ni simu yangu, ikaingia message kwenye simu,
amenitumia mtu ni kama mimi na wewe, tunafahamiana kabisa, akaniambia mnajifanya kuombaomba, mnatuharibia mambo yetu. Sasa nikajiuliza, wewe mchungaji Teddy, mbona tunafahamiana kiasi hicho? Mimi nikawa nashangaa kwa nini Teddy ameamua kuniandikia na niambia mnatuharibia madhabahu zetu. Sio madhabahu, mnajifanya kuombaomba, mnatuharibia mambo yetu. Sisi hiyo ni ya kwetu, hiyo madhabahu ni ya kwetu. Tumetengeneza, tumeweka damu zetu hapo, tumeweka watoto wetu. Ananiambia mtu, tumeweka watoto wetu hapo. Miaka hiyo madhabahu tumeiatamia. Wewe leo unakuja tunaanza kusema kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, unatuharibia mambo. Sikasema, mbona huyu rafiki yangu kabisa tunaomba wote hapa? Mbona tupaka tumekubaliana hapa, tunatengeneza maombi hapa na huyu? Baadaye nakutana naye, namuuliza kwa nini ulikuwa unaniandikia mimi? Ananiuliza mimi kwanza, mbona mimi sijaandika chochote? Nikajaribu kumuonyesha message na ingia kwenye simu yake, zile message yangu. Siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu, nikaona hii imezidi. Tukaanza sasa kuomba, nikaanza kuomba kwa akili sasa. Ndio baadaye analipuka. Anasema sio huyu tulimvaa. Uliona aelewekelewe, tukamvaa, tukajua ni rafiki yako, kwa hiyo tunaweza kugombanisha naye, tukamvaa. Kwa hiyo tulikuwa tunaongea sisi ndani yake. Niliwaambia asubuhi, ulimwengu wa roho wanafanya kazi kwa akili sana. Wanaweza wakafanya kitu mkajua, wewe ukajua ni fulani amefanya, kumbe wamemtoa ndani, na hii box tu. Anamtoa ndani, anaingia ndani, anatumia vidole vyake, anatumia na akili yake, anakufanya wewe kuwa kichwa. Madhabahu. Tukawa na vita ya madhabahu pale, lakini mnakumbuka Danieli asubuhi aliingia kwenye nchi ya watu, akaanza kumwelezea Mungu wake, na ninasema maneno haya kwa utukufu na kwa ujasiri, kwa sababu saa ya Mungu imefika. Mimi nawahakikishia majira ya Bwana yametimia, majira ya Bwana yamefika majira ya Bwana. Na mimi nawaambia kweli, hii mifumo ya kimadhabahu mashetani yametengeneza miaka na miaka, sio ya kuiondoa tu haraka namna hii. No, lazima vita ya mifumo ya kimadhabahu inaondolewa na vita ya mifumo ya kimadhabahu. Kwa hiyo inawezekana mimi na wewe, wakati wanasema hayupo mtumishi wa Mungu anacheka huko juu, anasema nini hamjui. Nilimbakiza Teddy, nilimbakiza Esther, nilimbakiza huyo mama huyo. Wakati ninyi mnacheka, mnafurahi, mnasema tumemaliza, wako watu ambao Mungu amewaweka kwa majira na nyakati hizi. I am telling you the truth. Na ninawaambia kweli, watapigwa mawe lakini hawatakufa, watapigwa mikuki lakini hawatakufa. Biblia inasema kwamba Yesu Kristo ni simba wa kabila la Yuda, lakini vile vile ni mwana kondoo. Na mnajua ya kwamba simba kawaida yake ni mfalme wa nyika, lakini mwana kondoo ni kiumbe cha kutolewa sadaka. Kwa hiyo Yesu aliwahi kutolewa sadaka, lakini leo ni mfalme wa nyika. Haleluya, haleluya, haleluya. Hata sisi tunaweza kuwa makondoo akafaa kwa nyakati fulani, lakini subirini, saa ya Bwana inafika ambapo simba wa kabila la Yuda atatoa sauti yake na kila mtu ataisikia hiyo sauti. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Kwa nini madhabahu tunapambana? Kwa nini tunapambana namna hii? Mfumo unaondolewa kwa mfumo. Hivi tunajenga mfumo, tutaujenga taratibu. Unaweza ukatupiga hapa, tutapambana na wewe hapa, tutasogea pale napo tutajenga kamfumo. Umenisikia baba mchungaji? Mimi najua mbingu inasikia maneno haya.
jenga. Aliweka madhabahu mahali, alafu akatiuliwa pale, akasema well good, hapa naondoka. Akaenda mahali pengine pale, napo akaweka madhabahu, wakamtomoa, wakamuondoa, akasema sawa, naondoka. Akaja hapa akaweka madhabahu tena, wakamtimua, naondoka, akaweka tena madhabahu. Ghafla wakajikuta kumbe kila mahali walipomtoa aliacha madhabahu. Kwa hiyo ghafla bali nchi nzima ni madhabahu ya Yehova, madhabahu ya Yehova, madhabahu ya Yehova, madhabahu ya Yehova. Ghafla wanashtukia Abrahamu anapokwenda kupigana vita. Sinakumbuka vile vita vilivyoibuka, wakasema wamemteka Lutu. Nakumbuka kalikuwa Abrahamu peke yake. Napenda sana hili Abrahamu peke yake, lakini kwa sababu alienda akasirika madhabahu, akaenda akasirika madhabahu, akasirika madhabahu. Walipoanza vita vya mwilini, kumbe jamaa alikuwa amesirika madhabahu kila mahali. Walipoenda kwenye vita vya mwilini, Biblia inasema akawachinjilia mbali. Kwa nini? Madhabahu. Leo tunamaliza, kesho tutaanza chakula cha madhabahu. Kesho tutaanza chakula cha madhabahu. Leo nawapa tu utambulisho kidogo. Kesho nataka tuchini chakula cha madhabahu. Nitakuonyesha kwa nini nimeweka taa. Hivi mmewahi kujua kwa nini nimeweka taa? Hii taa imenoshi ngapi mchungaji? Umewahi kujua kwa nini nimeweka taa ya 45 wakati kuna taa ya 3? Mmewahi kujua kwa nini? Mmewahi kujua kwa nini nimeweka taa ya shilingi 1,500 wakati kuna taa ya shilingi 3,000 ungeweza kuweka? Mmewahi kujiuliza? Kesho tawapa maana ya hii. Na kuambia kweli, tutachimbua mpaka kwenye jiwe la mwisho alikoweka msingi wake Shetani. Alafu tunapomalizia siku ya 8 tunasukuma kama unasukuma mlevi. Haya mambo mnayoyaona, haya maua mnayoyaona, haya yote yana maana. Hata hii speaker mnayoiona, tungeweza tukaweka sabufa hapa, tungeweza tukaweka sabufa hapa, lakini tunapoweka speaker kama hii, tunaweka standard ya Mungu, na Mungu akipata heshima kwenye madhabahu. Hakuna madhabahu yoyote inaweza kufanya chochote kwenye madhabahu. Hakuna. Kwa nini? Tumeinua standard ya madhabahu ya Mungu. Mnaona kwa nini tumeweka tiles hapa? Mmeelewa kwa nini tumeweka tiles hapa? Hatukuwa tunaweka kwa sababu tunapendezesha tu nyumba ya Bwana. Tunainua standard ya madhabahu ya Mungu ili iwe juu, ili iweze kupigana na madhabahu zilizoko hapo, tupilia mbali. Bwana asifiwe. Sasa nilisema kwa nini madhabahu? Moja ni madhabahu kwa sababu ni kituo cha kukutania. Ni madhabahu kwa sababu ni kituo cha kukutania. Waebrania mlango wa 10 mstari wa 23 na ule mstari mpaka ule mstari wa 25. Waebrania, kitabu cha Waebrania, Waebrania mlango ule wa 10. Naomba aliyepata asome. Waraka wa Waebrania mlango wa 10 mstari wa 23 hata ule mstari wa 25. Naomba nisome. Anasema, na mlishike sana ungamo la tumaini letu, lisigeuke, maana yeye aliyeahidi ni mwaminifu. Mstari wa 24, tukaangaliane sisi kwa sisi na kuhimizana katika upendo wa kazi nzuri. Ule mstari wa 25, wala tusiache kukusanyika pamoja kama ilivyo desturi ya wengine. Sio kitu umeelewa? Kama ilivyo desturi ya wengine. Kwa nini desturi ya wengine? Ngoja niulize swali ingawa najua hamtanijibu. Nani amewahi kuwa mchawi?
kwenye kule mahali mchungaji tena. Nilipofika kule mahali, jambo la kwanza nililolifanya, niliamka usiku wa manane, nikahakikisha nimepita mpaka wa kijiji kizima, natembea kwa miguu usiku wa manane kwa jina la Yesu. Nimetembea kijiji kizima miguu. Kwa nini? Kwa sababu ninajua msiache kukutanika kama ilivyo desturi ya wengine. Nilipokuwa natembea, nilikuwa na haribu makutano ya watu. Kwa nini? Ninajua makutano ya watu ndiyo yanayotengeneza madhabahu. Tunapokutana hapa, tukasema kwa jina la Yesu, ninatangaza uhuru wa watu. Sikiliza, madhabahu inapokea maneno, inapeleka mahali pa juu penye nguvu. Mamlaka inafanya kazi. Kama mkutaniki sasa, hakuna mahali mnaposhitaki. Bwana Yesu asifiwe. Na madhabahu haipati chochote cha kusema. Haina cha kusema chochote kwa sababu hamjaiambia. Eti nitasali tu nyumbani. Sali nyumbani. Eti nitaangalia TV. Angalia TV. Wenzako wako wanafanya kazi, wanakutanika. Madhabahu ni kitu. Lakini namba 2, madhabahu kwa sababu inatafsiri lugha. Madhabahu ni chombo cha kutafsiri lugha na rohoni zieleweke duniani. Ni lugha. Unajua, wacha nikuambie kitu. Ukiota ndoto nikakuchanganya, unaenda wapi? Niambie, eti mama yangu ni vaa miwani. Ukiota ndoto ikakufunga na wewe ni Mkristo, unaenda kwa nani? Kupitia nini? Kupitia mchungaji, ndio. Kwa nini mchungaji? Madhabahu. Kwa nini uende kwake? Una uhakika anaweza kutafsiri. Kwa nini? Madhabahu ni mahali pa kutafsiri lugha. Wacha nikuambie, hii labda utanielewa. Zamani tukiwa watoto wadogo, unajua mimi nikisema zamani, mzee wangu pale kanishangaa. Lakini sikila mtu na zamani yake. Zamani yangu sasa. Zamani yangu mimi. Pepsi ilikuwa ni bidhaa adimu sana nyumbani kwetu. Pepsi. Na inawezekana ndio maana mimi nakunywa Pepsi. Labda nalipiza, haiwezi. Kweli, inawezekana nalipiza. Ilikuwa bidhaa adimu sana. Ukiona mama amenunua Pepsi nyumbani, ujue kuna wageni wao. Na kama sio wageni, basi Krismasi imekaribia. Na hiyo Pepsi sio kama unakunywa kama unakunywa, mama anamimina kwenye kikombe. Na unajua tuko wengi, Mbesa, yaani tuko ni timu ya mpira ya A na B. Kwa hiyo kinunua chupa moja anamimina kwenye kikombe, anachukua kijiko, sio kijiko kile mnachukiaga wali, kijiko cha sukari mchungaji. Kile kidunyu anachota hivi shwa, anakuwekea kwenye mkono la maji. Kwa hiyo hizi nakunywa Pepsi kweli ni kama vile nalipiza. Nilikunywa hizo. Takuwa nalipiza. Kweli ya zamani yako. Sasa watoto tulikuwa tukijua kuna Pepsi na wageni wako sebuleni, tulikuwa tunapita. Unajua wageni mnajifanyaga mna upendo. Mnajifanyaga mkiwa kule nyumbani kwa watu mna upendo. Wao mtu akipita fulani John kugawie. Wewe. Kuna macho mawili ya mama. Na kila mama anayo macho mawili. Na sio kila familia inaelewa macho ya mama wa familia nyingine. Mimi wanawake, Mungu awabariki. Kweli Mungu anawaona. Tulikuwa tukipita pale hivi shwa, unajifanya sana kitu unabeba kuambia la Sunday school, unaimba, unajifanya ulikuwa umejisahau, unaimba, unakimbia kwa kasi. Mama akikuangalia jicho, unajua leo nimeisha.
Na mtoto wa jirani akipita akiangalia jicho hilo hilo haelewi. Lakini mtoto wa ile familia akiangaliwa na mama hilo je, anajua kabisa leo siponi. Kuna jicho akikuangalia unajua hapa nimeambiwa tu niondoke. Na kweli ukiondoka ndio umeondoka na hakutafsiri, lakini imetokea tu, umeelewa tu kwamba hii ndio lugha ya mama. Akikuangalia hivi umeambiwa ondoka. Akikuangalia hivi leo utakoma. Na ni familia tu tunaelewa hiyo lugha. Hivi tunaelewa tunachosema? Ni familia tu tunamuelewa, yaani ni watoto wa pale tu tunamuelewa kwamba mama amesema hivi leo. Kwa hiyo kumbe kuna lugha za familia zinajulikana ndani ya familia tu. Madhabahu vile vile ni chombo cha kutafsiria wana wa yule Mungu anayeabudiwa lugha inayozungumzwa kwenye hiyo madhabahu. Kwa hiyo kama hauko karibu na madhabahu, kuna vitu utavikosa kwa sababu hautaweza kuvitafsiri wewe kama wewe. Nikizungumza madhabahu, usije ukamuondoa mbali kuhani wa madhabahu. Usije ukamuondoa mbali. Na ndio maana sasa hii nitakwambia baadaye. Kitabu cha Yohana mlango wa 4 mstari wa 24 anasema Mungu ni roho na wanaomwabudu wamwabudu katika kumbuka tu nimekuambia madhabahu inaelewa lugha ya rohoni. Roho ya mwanadamu inaelewa lugha ya madhabahu. Ndio maana ukisikia uchungu sana unakuja kulia kwa nini? Roho inaelewana na madhabahu. Sasa fikiri roho yako imeumia, unakuja kwenye madhabahu alafu tena anaichezea. Hivi mnaelewa ninachosema tuisha huko? Umeumizwa huko nyumbani, unakuja kwenye madhabahu alafu ameifanya madhabahu ya uasherati na ulevi na uzinzi. Mnisameni nimeongea maneno makali, lakini madhabahu zinakuwa hivi. Unakuja unafikiri ungeenda ikuta hapa. Unakuja unajikuta umetokea nyumbani, umeumia, unakuja hapa, unaondoka na kiroho na uzinzi. Kwa nini? Ndio tafsiri ya madhabahu iliyo hapa. Sasa sisi tunapambana kuondoa hiyo tafsiri mbaya ya madhabahu, alafu tunakutana na vita. Hatuogopi vita, hatuogopi. Kwa nini hatuogopi? Tunajua tumetupwa kutoboa misukule ile kwenye vyumba vya wachawi. Mimi nakwambia tutayatoa hiyo misukule, tutaitoa. Tutatoa moja mpaka watoto wote. Na hatuogopi kupigwa. Yaani hatuogopi kwa sababu tunajua aliyetutuma anaishi. Kama anaishi hata tukifa hapa tutafufuka pale. Hatuogopi. Haujanielewa? Yaani siogopi vita kwa kuwa ninajua aliyetutuma ndiye aliyeniumba. Kama aliweza kuniumba, anaweza kuniumba mara ya pili. Bwana asifiwe. Lazima madhabahu ya Bwana iweze kutoa majibu kwa ajili ya watu. Jambo la tatu. Madhabahu ni kipitishio cha vitu. Madhabahu ni kipitishio cha vitu. Vitu vyote unavyoviona kwenye ulimwengu. Andika kitabu cha Mwanzo mlango wa 14 mstari wa 14 mpaka 16 na wao wataenda kusoma. Madhabahu ni chombo cha kupitisha vitu. Ni chombo cha kupitisha kiwango. Ni chombo cha kupitisha maisha ya mtu. Ni chombo cha kupitisha kibali cha mtu. Ni chombo cha kupitisha kiroho cha mtu. Vile ulivyo leo ni matokeo ya madhabahu. Ni matokeo ya madhabahu. Ni matokeo ya ile madhabahu iliyoshikilia maisha yako. Hebu sema kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Sema tena kwa ushindi kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Madhabahu iliyonishikilia. Sio madhabahu ya Mungu. Sema ninatoka. Usiseme ninadai. Sema ninatoka. Maisha unayoyaona unayaishi. Naomba uyachukulia haya ninayozungumza kwa uzito wake. Maisha unayoyaona unaishi leo ni matokeo ya
madhabahu imekuwekea kuambia wewe ni wa hapo hapo. Sema mimi sio wa hapo hapo, nitatoka. Sema kwa jina la Yesu, kuanzia leo nimeanza mchakato wa kutoka. Nakwambia mimi kweli, haitakuwa rahisi. Sikutii moyo, haitakuwa rahisi, ila uhakika nilio nao, my Lord, my God, tutatoka. Tutatoka. Haijalishi walioshikilia madhabahu yako ni wakuu wa nchi. Haijalishi walioshikilia hatima yako kwa njia ya madhabahu ni wakuu wa mji. I don't care. Hebu zungumza Kiingereza, sema I don't care. I don't care. I do not care. I do not care. Ninachojua. Ninachojua. Sema ninachojua. Ninachojua. Nitatoka. 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 Paulo alienda akamwombea mwanamke mmoja ambaye alikuwa amewekewa kiwango cha maisha na madhabahu. Alipoomba akasema, ewe pepo, na kuamuru kwa jina la Yesu, mwache huyo mwanamke. Alipotoka yule pepo, Biblia inasema wale waliokuwa wanajipatia faida kupitia yule waliyemwekea kiwango cha maisha. Hivi unajua wewe unatafutia watu hela? Mimi nachukia hii kauli, lakini inabidi niseme. Unajua unatafutia watu hela? Unafanya kazi mpaka unakuwa kama mzee, lakini sio mzee, unapata hela alafu bibi zinaenda wapi? Mimi nishakuwa mfanyabiashara wa duka. Siku moja baba mchungaji, nikaenda dukani asubuhi na mapema, tena jioni yake nikasema leo hela zangu naziacha hapa. Nikaenda dukani asubuhi mapema, nafungua draw, nywele manyoya. Baba, mlango haujafunguliwa, dirisha halijafunguliwa, lakini nimekuta unyayo. Hela hamna. Filisika fili. Kila mtu namuuliza sana, hamna aliyechukua. Mimi nikahisi, lakini leo nakuja kugundua wako watu ambao ni watu waweka viwango vya watu, vya maisha ya watu. Unafanya biashara mpaka nywele zinakuwa nyeupe. Halafu hela unaenda wapi? Unajua ni kwa nini? Madhabahu imesema wewe kiwango chako ni hapo, uvuki hapo. Sema kwa jina la Yesu, hii wiki nitatoka kwa mamlaka niliyo nayo katika madhabahu hii inayosimamiwa na mtumishi wa Bwana Teddy. Mimi nawaambia kweli, ninawatangazia kutoka katika hii madhabahu ya kwamba kila madhabahu iliyoshikilia hatima yako ninaiamrisha kutoka juu. Roho chapa ya Gloria katika jina la Yesu. Madhabahu na kuamrisha achia kwa jina la Yesu, achia. Saa inakuja. Nawaambia kweli, saa inakuja. Kama uko ndani kanisani umeshikilia maisha ya mtu weupe mchana kweupe, the time is coming. Mimi naongea sasa, nasema kwa mamlaka niliyo nayo katika madhabahu ya Bwana. Ikiwa kuna wakati ambapo tunakaa kwenye meza moja tunakula, kumbe wewe unanitazama, unajua nyota yangu mahali ndipo wewe. Kumbe tunakaa wote hapa, alafu wewe unajua nguo yangu ya ndani iko wapi? Katika jina la Yesu ninahakikisha hiyo nguo ya ulimwengu wa roho, yule bonga kukuteketeza,
unanipimia. Mimi baba mchungaji, baba yangu kabla hajaokoka, nazungumza kwa sababu nazungumza habari ya madhabahu. Mama mmoja aliwahi kuja nyumbani, tulivuna mahindi mengi sana mwaka huu. Akaja nyumbani pale, sio yeye, akaja zikaja paka mbili. Paka usiku saa 12 naenda kwa saa 2 saa 1 hivi. Akaja pale analia juu ya yale mahindi wanalia. Mimi babangu akuokoka, lakini sijui alitoa wapi ile. Alishika ile simu, ile rungu ile ya Kimasai. Akaishika ile rungu akapiga akamlenga ile paka. Alitoka ile paka na paka mwenzake walikimbia. Asubuhi saa 12. Sisi ni majasiri kama simba. Wewe asubuhi saa 12 yule mzee akatoka nyumbani akaenda moja kwa moja kwa yule bibi alikuwa anamjua. Akamwambia hivi, jana umekuja nyumbani, ndio? Na kuua. Akamwambia, baba, naomba unisamehe. Sasa kama unaomba unisamehe na jana ilikuwa paka, kumbe kweli? Akamwambia, sitarudia tena maisha yako yote. Akaanza kusikiliza. Sikiliza. Kuna saa tunatakiwa kuwa wanakondoo na kuna saa tunatakiwa kuwa kama simba. Watu wasicheze na maisha yetu. Madhabahu ya Bwana ikiamuru jambo, imeamuru. Umenielewa nilichosema? Nazungumza na wahubiri hapa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana apewe sifa. Ninachozungumza, tusipimiane kwenye vijiko. Tunaelewa. Leo umejua ya kwamba madhabahu inaweza kupimia, inapimia. Yaani inapitisha, inasema huyu ashike buku. Miwa buku. Yaani mimi nishike buku. Alafu hela zangu zote ninazotafuta wewe uko nazo. Mimi nishike buku. Sema kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Leta hela zangu. Sema kwa ujasiri, leta hela zangu. Sema kwa jina la Yesu. Leo ninaingia rohoni kwa mamlaka niliyo nayo katika ulimwengu wa roho. Ninanyang'anya vya kwangu, nanyang'anya kibali changu, nanyang'anya fedha zangu, nanyang'anya heshima yangu kwa jina la Yesu. Yes. We can't. Hatuwezi kuishi hivi. Haiwezekani Yesu anakufa msalabani alafu kina Paulo wanakimbia, kina Petro wanakimbia, kina Yohana wanakimbia. Hivi mnafikiri walikimbia kwa sababu walikuwa ni waoga? Sio waoga, hawakuwa na hela. Hela zao zote walizotafuta walipimiwa. Mpaka akatokea mtu anaitwa Yusufu Arimathia. Biblia inasema wakuu wa mji walikuwa wanamheshimu. Kwa nini? Hela. Alikuwa na hela. Sasa unaonaje ukawa na Yesu alafu ukawa na hela? Bwana asifiwe alokole. Bwana, tusipimiwe vitu. Madhabahu ina tabia ya kupimia vitu. Sasa tunaposema ya kwamba mwezi wa 7 tunaanza maombi ya mfululizo, kuja tutengeneze hapa. Tukitengeneza hapa, na nitakwambia nini chakula cha madhabahu. Kuanzia kesho nitakuonyesha chakula cha madhabahu na mimi nawahakikishia, ukinielewa kwenye chakula cha madhabahu hii ikila chakula vizuri, maisha yako hayatakuwa hivi yalivyo. Amen. Why? Madhabahu imepata heshima. Tusipimiwe. Ile madhabahu ya ukoo kule ikitaka kupimia, madhabahu ya huko inasema nimekula vya kwake nimeshiba, achia. Unashangaa vita vinapigana huko nyumbani. Haujui nani aliyekupigania, haujui imekuwaje ukafanikiwa, haujui imekuwaje ukashinda kesi. Ni madhabahu imepata heshima, imeua vimadhabahu vya kishenzi huko mtaani. Kwa hiyo wewe ukitembea, unatembea kama mtoto wa mfalme. Unatembea kama mtoto wa mfalme, malizia mfalme. Unatembea kama mtoto wa mfalme. Why? Madhabahu imepata heshima ya Mungu wetu. Bwana asifiwe. Ndio maana yule mfalme akasema asiwepo Mungu mwingine atakayeabudiwa ila Mungu wa ndani. Kwa nini? Madhabahu
twende. Mimi nakuhakikishia mpaka tunamaliza hii semina, kuna viwete watatembea huko mtaani. Mpaka tunamaliza hii semina, kuna wagonjwa wa kisukari watakuwa wamepona huko mtaani. Mpaka tunamaliza hii semina, kuna watu wamefilisika huko watapewa hela zao huko kabisa, watakuwa matajiri tena. Na kuambia mpaka tunamaliza hii semina, kuna watu wamesingiziwa kesi huko mtaani na madhabahu. Utasikia wanasema tumefuta kesi yako, tumefuta kesi yako. Unauliza kwa nini tumefutiwa kesi? Madhabahu imepata afya, imenyonga madhabahu za kesi, imenyonga madhabahu za kimasi. Mpigie Yesu makofi na vigelegele na shangwe. Ya mwisho, kwa nini madhabahu? Kumiliki. Madhabahu inatumilikisha vitu kisheria, inatumilikisha vitu kihalali. Kwa njia ya madhabahu Bwana Yesu asifiwe. Hivi uliwahi kusikia na mmoja anaimba wimbo anasema kule mliko tusukumia, kule mliko tusukumia walidhani wanatukimbiza, kumbe wanatusindikiza Bwana. Halafu akaongeza kingine akasema kule mliko tusukumia ndipo Mungu wetu anapopumzikia. Yaani ni jamaa wakati mwingine anaongea, anaongea kumbe anatuhubiria. Yaani mmefanya mambo yenu, mmenifukuzisha kazi, kumbe kule mliko nipeleka ndiko Mungu wangu anapopumzikia. Kwa hiyo mimi mmenipeleka Ikulu, yaani kwa nini? Kwa sababu ile Zaburi ya 24 mstari wa kwanza. Hii naomba tusome. Zaburi ya 24 mstari wa kwanza. Anasema nchi na vyote vilivyomo ni mali ya Bwana, dunia na wote wakaao ndani yake. Kumbe mchungaji Teddy, hakuna kitu ambacho sio cha kwetu. Vyote ni mali ya baba yetu, kwa vyote ni vyetu. Kuna baba mmoja, nimalize hapa. Kuna baba mmoja anatoa ushuhuda, nikielezea pointi yangu ya mwisho. Alafu nitakuomba tuombe. Alafu tukaenda nyumbani tujiandae kwa ajili ya kesho. Baba mmoja alikuwa ni mfanyakazi wa serikali na akafanya kazi vizuri sana. Akapata mtu mmoja alikuwa anampiga vita sana. Piga vita kweli. Na yule alikuwa anampiga vita ni mkuu wake wa kitengo. Akamwandikia barua ya kumpeleka porini, kijijini kabisa, porini. Tena alikuwa anamwandikia barua ya kumfukuzisha kazi. Ikatokea tu amemwandikia barua ya kumpeleka akafie mbali. Alipofika kule unaponisukumia ndipo Mungu anapomsikia. Alipofika yeye tu akajikuta anajisikia tu kununua mashamba, ananunua mashamba tu. Mashamba yenyewe yanauza 150,000 eka. Kwa akanunua tu mashamba yake kule. Compassion wakajisikia kupeleka mradi mkubwa kwenye kile kijiji. Sasa kwenye kile kijiji msomi pekee aliye Compassion nenda na tafuta. Kwa hiyo akamtafuta na wakampa mradi mkubwa. Alikuwa na hela. Kuna tofauti ya hela na hela. Alikuwa na hela. Alafu sasa kumbuka alikuwa anafanya hii kazi Ikulu, akapelekwa kijijini. Alafu sasa ikatokea kwamba ule mradi umekuwa mkubwa kiasi kwamba lazima rais akautembelee. Sasa anaenda rais kijijini, msomi wa peke yake ni yeye. Nani anampokea rais kwa hiyo? Kule unakoisukumia ndiko Mungu anapopumzikia.
Wanapomaliza kuula, rais akamwambia wewe umesimamia umra. Na hii heshima tuliyopata ya nchi ni wewe umesababisha. Hebu chukua kadi yangu. Chukua hii kadi yangu alafu utaniandikia ile. Hivi rais akikupa namba yake ya simu, nini kimebaki hapa? Yaani kimebaki. Akachukua kadi, rais alipofika Ikulu akampangia, sio mwenyewe nikupigie. Akampigia, akamwambia ndio wewe unatuletea heshima kwenye nchi. Kutokea wapi? Kijijini. Unaponisukumia, ndiko Mungu anapokupa. Akamwambia nitumie CV yako, wasifu yani ile CV yani. Rais akikwambia nitumie CV yako unafanya nini? Unajikunja, unaandika CV. Akatuma CV. Siku mbili hazijapita akateuliwa. Sio akateuliwa. Kwenye Ikulu ya rais, kwenye mambo ya yani Mungu Bwana. Alafu yule aliyemfukuza kumbe alishushwaga cheo. Kwa hiyo unakuta kwenye ile msafara wa rais, jamaa yuko. Alafu wameenda kule jamaa aliposukumiwa, alafu fikiri wewe uliponisukumia ndipo Mungu anakupumzikia. Hata kama kusukumia Mungu na yeye anapumzika huko. Haleluya! Tunaye Bwana anayetupigania watakatifu wa Bwana. Tusiogope kuitengeneza madhabahu ya Bwana. Tuna Mungu anatupigania. Haleluya! Bwana asifiwe. Mungu ndiye mmiliki, anaweza kutumilikisha wakati wowote. Kwa nini nazungumza hii point? Usiogope kufanya kilicho cha Mungu hata katika mazingira magumu kiasi gani. Kwa nini? Anayepiganaga kwa watu wa Mungu ni Mungu mwenyewe. Amen. Naomba tusimame. Shike sadaka yako. Tuombe kwa ajili ya sadaka. Tolee Bwana. Alafu ni kuombe. Tutatumia muda mfupi kuomba. Alafu utaenda kwa ajili ya maandalizi ya kesho. Kesho ninakuomba wahi mapema, tuje kwenye hii nyumba ya Bwana kumlingana Bwana. Hakuna madhabahu itakayosalia, sio kwenye maisha yako, sio kwenye taasisi yako, sio kwenye taasisi hii tuliyopo. Madhabahu yeyote inayonyonya watu wa Mungu ni madhabahu ya kishetani na haitakiwi kubaki. Ilo sadaka Baba, katika jina la Yesu, sisi watoto wako tunakuja mbele zako jioni ya leo tukiwa tumebeba dhabihu katika mikono yetu. Tunakuomba pokea dhabihu zetu na mioyo yetu ikafanyike harufu njema kama ile harufu iliyotoka wakati ule wa Nuhu, kama harufu ile iliyotoka wakati ule wa Haruni. Mungu utubariki sisi pamoja na dhabihu zetu kupitia jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Karibu praise team, karibu chombo cha sadaka, tumtolee Bwana alafu tufanye maombi kidogo. Naomba tuketi, tuanze kuja kutoka kule nyuma, tumtolee Mungu sadaka. Alafu ni kuombe, fanye maombi kidogo.
Sema kwa jina la Yesu. Sema tena kwa jina la Yesu. Kila madhabahu iliyoniwekea kiwango kwenye maisha yangu, jioni ya leo, ninaikataa mbele ya madhabahu ya Mungu. Ninaikataa. Sema madhabahu ya ukoo, madhabahu ya kifamilia, madhabahu ya kitaasisi, ikiwa imeshughulika na maisha yangu, imeshughulika na maisha ya watoto wangu, imeshughulika na maisha ya familia yangu, sema kwa jina la Yesu, ninaikataa. Ninaikataa. Sema kwa jina la Yesu, ninaingia kwenye ulimwengu wa roho saa hii. Sema katika kile kitabu cha Yeremia imeandikwa, mimi ni rungu la Bwana na silaha zake za vita. Sema kwa rungu la Bwana atateketeza gari na aliye ndani ya gari, atavunja farasi na mpanda farasi. Sema kwa jina la Yesu, mimi ni silaha za vita vya Bwana, ni silaha za vita vya Bwana. Na tangu sasa ninaibeba hiyo silaha, na kwa hiyo silaha ninavunja hiyo madhabahu, navunja madhabahu ya ukoo, navunja madhabahu ya kifamilia, navunja madhabahu ya kitaasisi katika jina la Yesu. Vunja kwa jina la Yesu. Teketeza hiyo madhabahu, teketeza madhabahu ya kifamilia, teketeza madhabahu ya ukoo, teketeza madhabahu ya kitaasisi, teketeza madhabahu katika anga, katika ardhi, kwenye njia panda, kwenye mashimo, kwenye makaburi, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Teketeza kwa jina la Yesu. Haribu. Neno lako ni neno la mfalme, neno lako ni neno la kinabii. Kwa jina la Yesu, kila neno unalolitamka linaenda mahali pake, linaenda kwenye vyanzo, katika jina la Yesu, linaenda mpaka kwenye kizazi cha kwanza. Vunja. Teketeza hiyo madhabahu. Tunaenda kinyume hayo madhabahu, tunaenda kinyume hayo madhabahu, tunaenda kinyume na hiyo mamlaka ya giza. Tunaibomoa madhabahu iliyotuzuia kwenye viwango, iliyotuzuia kupita, iliyotuzuia kupenya, inavunjika. Tunaiharibu hiyo madhabahu katika jina la Yesu Kristo, katika Yesu Kristo wa Nazareti. Endelea kuomba, iko nguvu inapita, inabomoa madhabahu. Kuna mtu anainuka kiwango chake, anainuka kiwango cha fedha, anainuka kiwango cha elimu, anainuka kiwango cha huduma, anainuka kiwango cha nyumba anayoishi, anainuka mtu mmoja kiafya. Kwa naona kwa madhabahu, tunasikia habari zako ya kwamba unazuia viwango vya watu, nasi tunakusemesha mahali popote ulipo, pigwa, vunjika, haribiwa kwa damu ya Agano Jipya. Tunaharibu hiyo madhabahu, tunaharibu hiyo madhabahu. Kila nyaraka zilizoandikwa kwenye madhabahu, ameandika huyo mama hapa nyumba nzuri, tunafuta hiyo nyaraka, ameandikwa hapa pata fedha, tunafuta. Ameandikwa alipata fedha, matatizo yatokee, mapigo yatokee, apate shida, tunafuta hiyo nyaraka, tunafuta kwenye madhabahu, ikiwa ni ukoo, ikiwa ni mji, Pamerini madhabahu zako zote zisikie neno la Bwana. Tunapiga, tunavunja, tunaharibu kwa damu ya mwana kondoo, kwa damu ya Pasaka, kwa damu ya Agano Jipya. Kila aina ya madhabahu iliyomshikilia mtu mwachie, madhabahu ya giza, madhabahu ya mauti, madhabahu iliyompimia, madhabahu iliyoandika asiolewe kwenye hiyo familia. Rabashete ripo ya mazaya ripo mapepo, nguvu za giza uliotokea kwenye madhabahu, toka, achia. Wewe watu unapita kwenye hiyo madhabahu iliyoshikilia mwili wa mtu mmoja, iliyoshikilia nafsi yake. Madhabahu pigwa, achia. Kila roho iliyopata uhabari kwa sababu ya madhabahu pigwa, achia, toka. Nguvu za giza, uliyekaa kwenye mwili wa binti, uliyekaa kwenye mwili
zangu zinapita, 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 zinabadilisha hatima iliyoshikiliwa kwenye madhabahu, zinabadilisha, zinabadilisha kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Tunaziruhusu mbingu kufunguka kwa ajili yetu, e Bwana, kwa ajili yetu, e Bwana. Tunainuka katika jina la Yesu, tunainuka katika jina la Yesu, katika damu ya mwana kondoo, kwa damu ya mwana kondoo, kwa damu ya mwana kondoo, kwa damu ya mwana kondoo. Tunatabiri kuinuka, tunatabiri kushinda, tunatabiri kusogea, tunatabiri kupiga hatua, tunatabiri kuinuka kiuchumi, tunatabiri kuinuka kiibada, tunatabiri kuinuka kiafya, tunatabiri kuinuka kimaisha, tunatabiri kuinuka katika nyumba na hali zetu za kimaisha, tunatabiri kuinuka tunavyoishi. Raboshaka ripopopo rikoya mashaka rikorosekete rikaramandarabaka madhabahu za giza, sikia, tunakudhoofisha, 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 tunakudhoofisha. Kazi zako hazitainuka, hazitainuka, hazitainuka kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Asante Bwana Yesu kwa ajili ya uaminifu wako, asante kwa nguvu zako. Inua mkono wako, sema kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ee Mungu aliye hai, ee Mungu aliye hai, asante kwa siku hii, siku hii ya kwanza. Ee Bwana, nimesikia neno lako, nijalie neema ya kipekee katika hizi siku 8 kwa njia ya madhabahu yako kuinuka na madhabahu za giza kuniachia. Ee Yesu, ee Yesu, ninakuomba, ninaweka agano na wewe siku hizi 8. Madhabahu yoyote iliyokuwa imenishika, iliyokuwa imeniteka, itaniachia kwa jina la Yesu. Na maisha yangu, na maisha yangu, maisha ya watoto wangu, maisha ya familia, maisha ya ukoo wangu yatainuka, yatainuka kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Amen. Pigia Bwana makofi mengi ya shukrani, mshangilie tena Mungu ambaye atazipiga madhabahu, Mungu anayepiga madhabahu. Shangilie tena. Haleluya, haleluya. Naomba usikilize matangazo machache nikupe baraka uende. Kesho asubuhi ni siku ya maombi ya kuweka wakfu wiki, Jumatatu. Kwa hiyo tutakuwa hapa na maombi asubuhi saa 11 kwa ajili ya kuweka wiki wakfu na kuombea mambo ya wiki hii tulilonalo. Mbili, kesho jioni tutakuwa na maombezi maalum ya kufanya zoezi kwenye hiki Mungu ametufundisha kutoka mahali tuliposhikiliwa, kuzuiwa tusipande viwango vingine. Sasa kazi ambayo Roho Mtakatifu ananisemesha hapa, uje umeandika unataka kuinuka wapi, yaani unaona umeshikiliwa, kiwango chako hakikui wapi. Kama ni eneo la kifedha, andika. Kama unajua unaishi kajumba ambako hakaeleweki, andika. Wewe ukuumbwa uishi kwenye chumba na sebule, uliumbwa uishi na nyumba nzuri, andika. Unajua kabisa umechoka kutembea kwa miguu, unataka pikipiki, sijui unataka gari, ni viwango Mungu anataka kutupeleka, andika. Unajua kwamba umechoka kupanga, unataka kujenga nyumba yako ukae, andika. Uje nayo kile unachotaka Mungu akulifta, akupandishe. Unataka akupandishe kwenye kiti, madhabahu hii ya Mungu ikupandishe kwenye kitu gani? Andika hicho. Bwana asifiwe. Unataka upande, sijui unafanya biashara, unataka uwe mfanya biashara mkubwa kwenye mji, uwe ndio wa kwanza. Niwahi kuambia Wakristo sisi ndio tunatakiwa tukiwa na maduka kwenye mji, maduka yetu yawe makubwa kuliko maduka mengine yoyote. Watu wanaoabudu kwenye madhabahu ndio wanaotakiwa kuwa na hiyo nguvu. Andika. Wewe andika. Itatokea saa ngapi? Madhabahu ya Mungu ndio inajua. Andika. Bwana asifiwe. Unataka kuwa mhubiri wa kimataifa, andika. Bwana asifiwe. Nakumbuka tukiomba maombi ya kuwa kama mwelezi. Nakumbuka kuna watu wameshainuka, wameshakuwa kama mielezi.
Kuna watu wameshastawi kama mitende. Mimi niliwaambia siombi kitu chochote zaidi tu ya kumwambia Mungu, nifungulie tu neema yako ya kihuduma. Yaani sasa hii nikiwa hapa ni kwa sababu na upendo usharika. Yaani ni hiyo tu. Yaani ni hiyo tu. Ni kwa sababu na upendo tu usharika. Vinginevyo wala ningekuwa nishapotea. Yaani safari ziko nyingi kuliko unavyoweza kufikiri. Nyingi ambazo sio za Iringa hii ambayo ni nzito. Yaani kuna safari nzuri huko duniani. Lakini kwa sababu tuna majukumu ya kiusharika, tunarudi tunakaa hapa, tunatumika, tunasukuma madhabahu. Kwa hiyo Mungu alishafunguaga, alishafanya hiyo mielezi, alishafanya tustawi kama mbele. Hata wewe katika hii ya kuinuliwa na madhabahu, hakikisha hizi siku 8 kuna kitu unasema Mungu niinue hapa. Natamani fikie siku matajiri kwenye mji ni Warubeni wanatokea kwenye hii madhabahu. Ifikie siku hakuna msharika analalamika, hakuna msharika ana maisha ya dhiki, hakuna msharika ana madeni, hakuna msharika ana maisha ya tabu, hakuna msharika anakaa nyumba mbovu, hakuna msharika watoto wasomi. Saa inakuja ambayo kila msharika atainuliwa kutokea kwenye hii madhabahu. Nami nakutangazia hiyo neema ya kuinuka itatokea kwenye hii madhabahu. Andama yako kesho. Mwalimu atafundisha, tutakuwa na muda wa kuomba na kukuombea na kukuwekea mikono. Na kama watu wanakuwa wachache hivi, mimi kwangu ni fursa ili tutawekea mkono mmoja mpaka mtu mmoja ainuke asogee. Amen. Waambieni wasiokuja, sisi kwetu ni fursa. Kwa hiyo kama wanafikiri kama tutakuwa tunabembeleza, Mungu ametupaka mafuta ya wiki hii la kuinua watu kwenye viwango vingine. Amen. Inua mikono yako upokee baraka. Bwana akubarikie na kukulinda. Bwana akuangazie nuru za uso wake na kufadhili. Bwana akuinulie uso wake na kukupa amani. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Kuna watu Mungu atawasemesha vitu vingi sana usiku wa leo. Vingi sana. Tunza hiyo, ukija kwenye madhabahu mwambie Mungu, hii ulionisemesha lazima itokee kwenye maisha yangu. Na uende kwa amani ya Bwana. Kwa wale wahudumu na praise team, ninaomba tubaki dakika chache. Wahudumu, waombaji, wale ambao wanatusaidia maana kwa maana kuhudumia. Kwanza kesho tutakuwa na